kuna maeneo ambayo unaweza kumkaba Mungu, ukapambana naye kwenye maombi, ukaona jinsi gani unaweza kuwasilisha hoja zako za msingi ambazo Mungu anaweza kuzichukua akazitendea kazi. Kwa hapo tumejifunza habari ya maisha baada ya wokovu kama kichwa cha habari kinavyosoma. Kwa wokovu ni hiyo habari tunasema si mwisho bali ni mwanzo wa safari mpya katika Kristo. Baada ya kuokoka, Kristo ataitwa kuishi maisha mapya tofauti na ya zamani, akiongozwa na vitu viwili, Roho Mtakatifu pamoja na neno la Mungu. Kwa somo letu kuu leo tutatoka katika kitabu kile cha Wakorintho wa pili 5:17. Kitabu kile cha Wakorintho wa pili 5:17. Msomaji wangu unaweza kusomea haraka kitabu kile cha Wakorintho wa pili 5:17. Ili ni somo letu kuu la mzizi au mzizi wa kichwa chetu au cha somo letu la leo, maisha baada ya wokovu. Tunatoka katika kitabu kile cha Wakorintho wa pili 5:17. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kwa hiyo anakuambia hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, lakini yale ya kale tunajua kwamba yanakuwa yamefanyaje, yamepita na amegeuzwa, sasa amekuwa ni kiumbe kipya. Kwa hiyo tunajifunza habari ya maisha baada ya wokovu, vitu gani vya kuzingatia. Kwa somo letu kuu linatuambia baada ya yale ya kale kupita, umekuwa kiumbe kipya. Vitu gani vya kuzingatia, misingi gani unatakiwa uisimamie, vitu gani au desturi gani au taratibu gani ambazo unatakiwa uzifanye baada ya kuokoka. Kwa leo tutaenda kupitia, naamini baada ya hili somo kuna mtu anawezekana kaondoka na kitu. Lakini kwa yule ambaye tutamani kuongezea kwenye huu utangulizi wa kichwa chetu cha somo, unaweza kusoma kitabu kile cha Wakolosai 3:9 hadi 10. Tukasome hicho kitabu cha Wakolosai 3:9 mpaka 10. Wakolosai 3:9 mpaka 10 tutaenda kusoma, lakini kwa yule anayeandika ataandika kitabu cha Warumi 6:4. Kwa yule anaandika ataandika na kitabu kile cha Warumi 6:4. Kwa sisi tutaenda kusoma kitabu cha Wakolosai 3:9-10. Msiambiane uongo, kwa kuwa mmevua kabisa utu wa kale pamoja na matendo yake, mkivaa utu mpya unaofanywa upya upate ufahamu sawasawa na mfano wake yeye aliyeumba. Anasema msiambiane uongo, kwa kuwa mmevua kabisa utu wa kale pamoja na matendo yake. Kwa hiyo utu wa kale au vile vitu ambavyo tulikuwa tunavifanya tumevivua, lakini si kuvivua tu. Baada ya kuokoka natakuwa na yale matendo yako sasa yaanze kubadilika. Baada ya kuokoka tunategemea kuna vitu vitaanza kutokea vya tofauti na ulivyo mwanzo. Yamkini leo wanakufahamu ukiwa ni mtu wa aina fulani, labda ulikuwa ni mpenzi wa kitu fulani au ulikuwa ni mtu ambao una taratibu fulani za kimaisha, lakini baada ya kuokoka tunatamani kuna vitu vianze kutokea kwenye maisha yako. Kwa hiyo tulikuwa tunamkazia kwenye msingi au kichwa cha somo letu ambao ni maisha baada ya wokovu. Baada ya kuokoka vitu gani vya kuzingatia? Kwa leo tutakuza vipengele kama viwili au vitatu. Kwanza tutakuwa na vitu vya kuzingatia baada ya kuokoka. Kwa tutaenda kupitia vitu gani unatakiwa uzingatie wewe mtetekosi, wewe mkole baada ya kuokoka. Lakini nje hapo tutaangalia vipingamizi au changamoto anazokutana nazo huyu mwokovu. Mwokovu mpya hata yule mwokovu wa muda mrefu. Changamoto gani ambazo anapishana nazo au anakutana nazo kwenye njia yake wokovu. Lakini swala la mwisho tutagusia njia sasa za kushindana na hizi changamoto. Kwa hiyo tutajifunza habari za njia au taratibu gani tuzifuate ili tukimbizane au tupambane na hizi changamoto za wokovu. Kwa moja kwa moja tutaenda kupitia habari za vitu vya kuzingatia baada ya wokovu. Vitu gani vya kuzingatia baada ya wokovu kuokoka au baada ya Kristo kuokoka au baada ya kukabidhi maisha yako kwa Yesu Kristo. Kwa kitu cha kwanza tutaangalia habari ya kuishi maisha ya utakatifu. Kwa kitu cha kwanza baada ya kuokoka tunategemea huyu mwokovu aanze kuishi yale maisha ya utakatifu. Na kule juu kabisa kwenye utangulizi tumesema baada ya kuokoka mwokovu tunategemea atakuwa na vitu viwili. Cha kwanza awe na Roho Mtakatifu, lakini nje ya Roho Mtakatifu awe na neno la Mungu. Tunaelewana jamani? Kwa lazima awe na Roho Mtakatifu lakini awe na neno la Mungu. Hapa tunasoma vitu gani vya kuzingatia baada ya kuokoka. Cha kwanza tumesema ni kuishi maisha ya utakatifu. Kwa hapo wokovu anatakiwa kuacha dhambi na kuishi kwa kumpendeza Mungu na utakatifu.
Kwa hiyo condition yote ni clear, lakini huyu mwokovu baada ya kuokoka tunategemea aache dhambi. Lakini si kuacha dhambi, anakuwa aanze kuishi maisha ya utakatifu. Tumuone akianza kubadilika. Kwa hiyo hapo tutaenda kusoma kitabu cha Petro wa kwanza 1:15 mpaka 16. Kitabu cha Petro wa kwanza 1:15 mpaka 16. Lakini kwa yule anaandika, ataandika kitabu kile cha Waebrania 12:14. Waebrania 12:14. Lakini kwa anaandika, ataandika kitabu kile cha Wathesalonike wa kwanza 4:7. Wathesalonike wa kwanza 4:7. Kwa msomaji wangu unaweza kusoma kitabu kile cha Petro wa kwanza 1:15-16 kuhusiana na pointi yetu ya kuishi maisha ya utakatifu. Bali kama yeye aliyowaita aliye mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. 16. Kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Wanaweza sema. Lakini ukisoma kitabu cha Waebrania 12:14 anasema tafuteni kwa bidii. Lakini pointi yetu ya pili ni kuwa na ushuhuda wa maisha mapya. Kwa baada ya kuishi maisha matakatifu tunatarajia huyo wokovu aanze kuwa na shuhuda. Shuhuda zitokee hivi. Shuhuda zinakuwa ni vitu ambavyo vimetendeka, ni vitu ambavyo vya uhalisia. Kwa hiyo vitu ambavyo vinatendeka kwenye maisha yako viwe na uweze kushuhudia watu, uweze kuencourage watu, uweze kuwashuhudia watu ukiwa na ile tunasema ukiwa una uthabiti kwamba hichi kitu kinatendeka. Kwa hiyo hizi shuhuda zinakuwa mara nyingi ni vitu ambavyo vimetokea. Kwa huyu maisha baada ya kuokoka tunasema kuwa na ushuhuda wa maisha mapya. Kwa baada ya kuokoka anatakiwa aanze kuwa na ushuhuda sasa. Atengeneze shuhuda za maisha mapya. Kwa hapo tunasema wokovu unaonekana kwa matendo, si maneno pekee. Kwa hiyo nimeelezea hapa kwamba wokovu baada ya kuokoka unaonekana kwa matendo, si kwa maneno. Inawezekana ni mzungumzaji mzuri, inawezekana unaonekana ukiwa unafanya vitu fulani vizuri au ni mtoaji mzuri, lakini bado wokovu wako utapimwa kwa matendo, si kwa maneno. Inawezekana ukawa ni mtu ambaye ni mwimbaji na karama ya kufanya kitu fulani, lakini bado Mungu atakuja atakupima kwenye yale matendo yako. Je, anaendana na hichi kitu ambacho tunazungumza? Kwa hiyo hapo tutaenda kugusia kitabu cha Mathayo 5:16. Kitabu cha Mathayo 5:16. Lakini kwa yule anayeandika, anaandika kitabu kile cha Wagalatia 5:22-23. Wagalatia 5:22-23. Lakini kwa yule anaandika, tamalizia mstari wa mwisho wa Timotheo wa kwanza 4:12. Timotheo wa kwanza 4:12. Kwa msomaji wangu ataenda kumsomea kitabu cha Mathayo 5:16. Mathayo 5:16. Hapo anasema mbele ya watu, apate kuona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Anasema vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema. Kwa vivyo hivyo wapate kuyaona hayo matendo ambayo tunatarajia baada ya kuokoka kuwa na ushuhuda wa maisha yako. Kwa vile vitu ambavyo unavitenda sasa vianze kuonekana. Sema vivyo hivyo nuru yenu iangaze mbele za watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Kwa watu watamtukuza Mungu kutokana na matendo ambayo tunayatenda sisi. Baada ya sisi kuokoka, vitu gani ambavyo tunavitenda, vitu gani ambavyo tunavifanya, maisha gani ambayo tunaishi baada ya kuokoka. Sasa itapelekea itakuwa ni ushuhuda kwa watu wengine ambao yamkini si mlokole, yamkini labda alikuwa yupo nyuma kwenye habari ya kiroho, lakini baada ya kuokoka anaanza kujifunza taratibu, anaanza kusogea, anaona kumbe kuna vitu ambavyo natakiwa nijifunze kwa mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo pointi yetu ya pili kwenye habari ya vitu vya kuzingatia baada ya kuokoka. Leo vitu gani unatakiwa uzingatie baada ya kuokoka? Tumesema ya kwanza uishi maisha matakatifu, lakini maisha matakatifu hayatoshi. Baadaye tunasema lazima kuwe na ushuhuda wa maisha mapya. Yaani lazima uwe ni mtu ambaye unaandaa shuhuda za maisha haya mapya ambayo umeanza baada ya kuokoka. Lakini jambo la tatu la kuzingatia baada ya kuokoka ni kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kule mwanzo tulisema vitu viwili vitatuongoza. Kwenye utangulizi tulisema Roho Mtakatifu na neno la Mungu. Kwa hapa tumekutana na pointi ya tatu ambayo inatuambia habari ya kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa baada ya kuokoka tunategemea huyu mlokole au Mkristo au Pentekoste aanze kuongozwa
na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu awe ni kiongozi wake, awe ni mtu, ni tuseme ndio awe kama dira yake, ndio awe kama ndio kioo chake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Roho Mtakatifu anasema pointi yetu ya tatu ni kuongozwa na Roho Mtakatifu. Baada ya kuokoka, Roho Mtakatifu tufundisha, utufanyia na kutuongoza. Kwa Roho Mtakatifu anafanya kazi nyingi kwetu baada ya kuokoka. Cha kwanza anaanza kutufundisha, lakini nje ya kutufundisha hatuachi tu kama mtoto ambaye ameachwa tu hivi. Bado ataendelea kukuongoza. Baada ya kukufundisha, atakusimamia, atakuongoza ile misingi ambayo anaamini itakupeleka kwenye njia sahihi. Kwa hiyo hakuongozwa na Roho Mtakatifu ni pointi yetu ya tatu kwenye vitu vya kuzingatia. Tutaenda kusoma kitabu kile cha Yohana Mtakatifu 14:26, kitabu kile cha Yohana Mtakatifu 14:26. Lakini kwa anaandika ataandika na kitabu kile cha Warumi 8:14, Warumi 8:14. Lakini kwa anaandika ataandika tena na kitabu cha Wagalatia 5:25, Wagalatia 5:25. Sasa hapa nitaenda kusoma kitabu cha Yohana Mtakatifu 14:26. Anasema, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Kwa Roho Mtakatifu atatufundisha, lakini nje ya kutufundisha atakuwa na kazi ya kutukumbusha kila siku kwamba hichi unatakiwa ufanye, hichi unatakiwa kufanya na kwa nini unatakiwa kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunajifunza habari za maisha baada ya wokovu. Kichwa chetu cha somo au somo letu la asubuhi ya leo, maisha gani baada ya kuokoka unatakiwa kuishi? Vitu gani ambao unatakiwa kuzingatia? Sasa tupo kwenye habari za hatua au vitu vya kuzingatia. Tupo kwenye hatua ya tatu au kitu cha tatu ambacho ni kuongozwa na Roho Mtakatifu. Tumejifunza kwa habari ya kuishi maisha matakatifu, lakini tukasema maisha yako yawe na ushuhuda sasa, maisha yale mema. Lakini sasa tupo kwenye kipengele cha tatu cha kuongozwa sasa na Roho Mtakatifu ambao tunakipitia sasa. Lakini kipengele chetu cha 4 ni kuishi kwa upendo. Kwa baada ya kuokoka, vitu vya kuzingatia ni kuanza kuishi maisha ya upendo. Wewe na mshirika wako, wewe na mchungaji, wewe na wazee wa kanisa, wewe na majirani zako. Hatutegemei wewe ukiwa na upendo hapa kanisani, kule kwenye maeneo ambayo tunaishi, yamkini ni nyumbani kwako, usiwe na upendo na jirani yako. Vitu ambavyo tutategemea kwa mlokole wa kanisa leo, wa mlokole wa kanisa la EAGT Goran. Tunategemea baada ya kuokoka maisha yako ya upendo yataongezeka. Kwamba mtu akipata changamoto unaibeba kama wewe. Inawezekana changamoto ya shirika mwenzako, changamoto ya mfanyakazi mwenzako, lakini unaibeba kama ni ya kwako na utaenda kuiombea bila kujali kwamba huyu mtu yuko naye vipi. Inawezekana sio na ndugu, lakini mshirika mwenzako tu. Unaweza ukaichukua hiyo kama changamoto yako ukaiombea naye akapita kwa hilo jaribu ambalo analipitia. Kwa kuishi maisha ya upendo, ile ni point yetu ya 4 kwenye vitu vya kuzingatia. Anasema upendo ni alama kuu ya maisha ya wokovu. Kwa upendo hapa imetafsiriwa kama alama kuu au ishara kuu ya maisha ya wokovu. Kwa baada ya kuokoka, alama yetu kuu utapimwa kwa upendo. Huyu anaokoka, je, ana upendo ndani yake? Baada ya kuokoka, je, yale matendo ambayo alikuwa anafanya, upendo ule kwa watu wenzako, upendo kwa washirika wenzako, upendo kwa wazee wa kanisa, je, bado uko? Bwana Yesu asifiwe. Kwa baada ya kuokoka tutapimwa na upendo. Upendo wetu je, upoje baada ya kuokoka? Kwa hiyo ni point yetu ya 4, upendo. Twende tukasome kitabu tuko hapa kwenye kitabu cha Yohana 13 34 35, Yohana 13 34 35. Lakini kwa yule anayeandika ataandika kitabu kile cha Yohana wa kwanza, kitabu kile cha kwanza, Yohana wa kwanza 4:7-18. Lakini tutamalizia mstari wa Warumi 13:10. Warumi 13:10. Nitaenda kusoma kitabu cha Yohana 13:34-35. Anasema, amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Lakini mstari wa 35 anasema, hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Watu watatambua kama nyinyi ni wanafunzi wa Yesu Kristo baada ya kuona watu wana upendo wa nyinyi kwa ninyi.
Yaani upendo wa wewe na mshirika mwenzako, upendo wa wewe na mzee wa kanisa, upendo wa wewe na mchungaji, upendo wa jirani yako, upendo wa ninyi kwa ninyi. Yeye ndo atatambua kama sisi ni washirika wake, sisi ni watumishi wake, sisi ni watu ambao tunamfuata tupo kwenye mlengo wa kumtafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunajifunza maisha baada ya wokovu. Vitu gani vya kuzingatia? Tupo kwenye pointi ya 4. Tumejifunza kwanza baada ya kuokoka, inatakiwa kwanza uanze kuishi maisha matakatifu. Lakini baada ya kuishi maisha matakatifu tukasema haitoshi. Mtu baada ya kuokoka aanze kwanza kuwa na shuhuda za yale maisha ambayo anayaishi. Uwe na shuhuda njema, si shuhuda ambazo zinawatisha watu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tupo na pointi yetu ya 4 ambayo ni kuishi maisha ya upendo baada ya kuokoka. Ni vitu vya kuzingatia baada ya kuokoka. Kwa hiyo tutakimbia haraka kwenye pointi yetu ya 5 ni kumtumikia Mungu baada ya kuokoka. Uanze kujitoa. Yamkini wewe una karama fulani. Wewe ni mwimbaji hapa kanisani. Wewe ni mhubiri mzuri hapa kanisani. Tunakutegemea. Bila wewe usipokuwepo vitu vinateteleka. Lakini hii karama yako unaitumiaje sasa? Baada ya kupewa hiyo karama na Mungu, wewe ni mwimbaji mzuri, mwanasiasa mzuri, au mtu ambaye kusimama na mtu wa praise mzuri, karama yako unatumiaje? Au unaanza kuvimba, unaonekana kwamba hivi bila mimi vitu havifanyaje? Haviendi. Kwa ile karama ambayo umepatiwa, kila mtu ana karama yake. Inawezekana mimi mtu ambaye ana karama ya tofauti na wengine, au wengine akawa na karama ya tofauti na wengine. Kwa hiyo inawezekana wewe ukawa na karama nzuri kwenye eneo fulani. Je, hiyo karama yako unaitumiaje kumtumikia Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Kwa tutaenda kujifunza sasa vitu ambavyo vya kuzingatia. Tuko kwenye pointi yetu ya 4 ni kumtumikia Mungu. Anasema wokovu anatakiwa kutumia karama na nguvu zake kumtumikia Mungu. Kwa wokovu ambaye ameokoka anatakiwa itumie ile karama ambayo yuko nayo kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Kama nilivyozungumza, karama, kila mtu na karama yake. Kila mtu alivyoitwa kwa njia yake. Kwa hapo kwenye pointi yetu ya 5 tutaenda kusoma kitabu cha Warumi 12:11. Kwa msomaji wangu atamsomea kitabu cha Warumi 12:11. Lakini kwa yule anayeandika ataandika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15:58. Wakorintho wa kwanza 15:58. Lakini pia tunaongezea na mstari wa Petro wa kwanza 4:10. Ukitoka hapo unaweza kupitia kwa muda wako, lakini mimi nimedadavua kwa nafasi yangu. Inawezekana nisiliongee kwa ule urefu. Inawezekana bado sipo mzuri kwenye kudadavua neno, lakini wewe ukikaa kwa wakati wako ukapitia maneno, baadaye unajikuta umeondoka na kitu kikubwa tofauti na hicho ambacho mimi nimekizungumza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo natamani mshirika unapokuja hapa unakuwa na kadari chako. Unaweza kanoti hiyo mistari. Inawezekana kuna mambo mengi ambayo anazungumza ni ya kujirudia. Ukasema bwana Chilongora anaongea mambo yale kila wiki. Au ile neno anazungumza tumeshalisikia sehemu fulani, tulisikia mara 10 pita. Nimeshalisikia kwenye kanisa fulani, tulisikia sehemu fulani, lakini bado tunatamani uondoke na kitu. Ukajifunze ukikaa mwenyewe kwenye chumba chako cha kiroho. Upate muda wako upitie hilo neno. Kwa sisi msomaji wangu ataenda kusomea kitabu cha Warumi 12:11. Kwa bidii si walegevu, mkiwa na juhudi katika roho zenu, mkimtumikia Bwana. Anasema kwa bidii si walegevu, mkiwa na juhudi katika roho zenu, mkimtumikia Bwana. Kwa si yaani uwe na bidii. Na kitu ambacho nasema bidii mara nyingi ni kitu cha sijui tukieleze kwa lugha gani. Bidii ni kitu yaani ni ile hali inatoka ndani. Ni hali ambayo kwa mtu mwingine kuielezea ni ngumu, lakini bidii inakuhamasisha. Wanasema ni internal force, vitu ambavyo vinatoka ndani vinakuhamasisha kutokea ndani. Kwa hiyo bidii ukiwa nayo kumtumikia Mungu inapelekea sasa wewe unaweza kuanza kuzingatia au kuwa na mipaka, kitu gani nafanya baada ya kuokoka, kitu gani sikufanya. Vitu gani nivizingatie, vitu gani sitakiwi kuvizingatia. Au saiko yangu nilikuwa naishi nayo ina vitu gani? Inawezekana wewe ni mtu ambaye ulikuwa ni mtu ambaye kushinda maeneo fulani ambayo hayamtukuzi Mungu. Kuna shuhuda hapa ilitolewa, mwingine alikuwa ni mtu anapenda mipira, anapenda vitu fulani. Na mimi kuna siku nilishuhudia kaka yangu Karinga. Nikamwambia bwana kaka, mimi nilikuwa ni mpenzi sana wa mpira. Kabla sijaoa ilikuwa saa 6 saa 7 pale Kimara tunakuwa kule barabarani. Ndio wale ambao wanapiga na madebe. Kila goli likifungwa mnapiga na sasa ukinikuta kule tumejichanganya saa 6 saa 7 tunarudi nyumbani kwa mzee Chilongora, sababu tuna kibanda chetu cha nje kwa mnaingia kwenye unajua wenyewe. Na siwezi kulala bila kama kuna mechi inacheza.
ilikuwa ni utaratibu wa maisha ambayo na ile ikawa ni kiu sasa, ikaanza kuleta shauku kwamba usingizi kweli haudi. Na ni kweli sipati usingizi, yani na game huko jamaa kupiga maana twende tayari umekimbia. Lakini ikaanza kupotea. Kwa hiyo wewe mwenyewe jinsi unavyojituma. Na wale marafiki nikajaribu kufanyaje? Kuwapunguza. Kwa hiyo inawezekana kwenye eneo lako wewe kuna marafiki ambao wanakushawishi au wanakupeleka eneo ambao unaona sasa itakuwa na vipingamizi. Kwa sababu tayari umeingia kwenye ndoa. Kwa mfano kama sasa hivi natoka kwa mahali saa 6 za 7. Nasema jamaa ametokea wapi? Kwa tayari unapunguza baadhi ya vitu. Na baadaye hiyo kiu inakauka kabisa na unalala usingizi hivi popote. Kwa kuna baadhi ya vitu inawezekana ulikuwa unavifanya au ile cycle ambayo inakuzunguka au watu wa karibu ambao wanakuzunguka walikuwa wanakufanya wanakupelekea unafanya vitu ambavyo havina utukufu mbele za Mungu. Kwa hiyo tunatakiwa sasa baada ya kuokoka taratibu uanze kupunguza hiyo vitu. Mwanzoni inawezekana ukakutana na vipingamizi. Huyu jamaa siku hizi mbona amebadilika? Tukimpigia simu haji, imekuaje? Lakini wewe unajiangalia maisha yako, si maisha ya duniani ambayo tunaishi leo. Ni kwa ajili ya maisha yako ya kesho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunajifunza kumtumikia Mungu. Hii ni point yetu ya 5 ambayo tumeiweka kama ya mwisho, lakini si ya mwisho kwa umuhimu. Imekaa ya 5 lakini ikiwa na maana ya kumtumikia Mungu kwa karama ambayo tuko nazo. Kama ni mwimbaji, mwinjilisti, mhubiri, ufanye kwa eneo lako kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sasa hapo tumepitia vipengele au vitu gani vya kuvizingatia baada ya wokovu mpya kuokoka. Vitu gani vya kuzingatia? Tumesoma maana ya wokovu tukaipitia, lakini kwenye maana ya wokovu tukakutana na vitu viwili ambavyo tunatakiwa tuvizingatie. Tunatakiwa huyu wokovu awe na Roho Mtakatifu, lakini Roho Mtakatifu tunasema haitoshi, tunatakiwa awe na neno la Mungu ndani yake. Lakini tukapitia vitu sasa vya kuzingatia, tukaviweka vitu 5 ambayo yamkini ukikaa kwenye nyumbani kwako unaweza kupata 10 au 15. Inategemea na uwezo wako wa kukumbalia ile neno. Kwa mimi naongea kwa eneo langu si mwisho. Watu wengine wanaweza kusema katika mstari si mwisho. Bado Roho Mtakatifu anaweza akakugusa kwa eneo lako kupata pointi nyingi zaidi ya hizo ambazo mimi nimezungumzia. Sasa hapa naenda kugusia vipingamizi au changamoto gani huyu mlokole sasa au mwokovu anakutana nazo baada ya kuokoka. Tumeona maeneo gani yanatakiwa vifanye, vitu vya kuzingatia tumevipitia, tumepata kama vitu 5 kwa somo letu la siku. Lakini sasa tunaenda kuangalia vipingamizi au changamoto ambazo anakutana nazo mtu ambaye ameokoka. Nazo tumeziweka kwa uelewa wako. Inawezekana zikawa chache, lakini naamini ukipata muda wako wa kupitia unaweza kupata pointi nyingi zaidi. Kwa vipingamizi au changamoto baada ya kuokoka. Changamoto gani ambazo unakutana nazo kama mwokovu? Ya kwanza ni majaribu na mashambulio. Hii ni yetu ya kwanza ambayo ni kubwa. Imewekwa ya kwanza lakini nao na elimu yake kwamba ni majaribu na mashambulio. Baada ya kuokoka tunategemea wewe umetangaza vita. Umeenda kwenye mlengo tofauti na mlengo wa dunia. Tayari unatangaza vita. Vita tunajua ni mapambano. Yaani vita sio ile mama, ndio tunatakiwa tusiwe waregevu. Kwa hiyo umetangaza vita, tunategemea sasa uanze kuchukua silaha zako. Inawezekana wewe ni silaha yako ni kakisi. Mwingine ana roho yuko vizuri kinani kidogo, yeye silaha yake ana bomu kubwa. Mwingine sasa yule ndio ambaye anachisemea silaha chake ni kakiwembe, lakini anaenda vitani, sio? Kwa sasa wewe jitathmini, mimi silaha yangu ni ipi kama nilipookoka. Leo nakuja kwa kitu hapa, nimesema nimeokoka, je, silaha yangu ambayo niko nayo mkononi mwangu ni silaha ya aina gani? Na naenda kupambana na adui wa aina gani? Kwa kama silaha yako wewe ni kajiwe kadogo au na kakiwembe, hatunajui utaenda kupambana na adui ukashinda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima ujitathmini mwenyewe. Na hii tathmini haitoshi kwa mchungaji au kwa wazee wa kanisa kwa kufanyia tathmini. Unajifanyia tathmini mwenyewe. Je, silaha nilionayo inanitosha kuweza kupambana na huyo adui? Silaha nilionayo ninashoka. Je, hiyo shoka inatosha au natakiwa niongezeke nipate silaha kubwa zaidi? Silaha tunaipatia watu, tuna vitu viwili. So kuwa na Roho Mtakatifu lakini na kusoma neno la Mungu. Kuna vitu vya kuzingatia wetu asifiwe. Kwa ukisoma neno la Mungu ukiwa na Roho Mtakatifu, ile silaha yako kama ulikuwa na kakiwembe baadaye utajikuta unapanga. Umetoka kwenye panga ukakuja kuna shoka. Shoka umeama sasa umehamia kwenye silaha ambazo zina uwezo wa kupambana na huyu adui. Kwa kitu cha kwanza au kipingamizi cha kwanza baada ya kuokoka utakutana nacho, tumesema ni majaribio ambayo utakutana nao hadi unatarajia. Yaani baada ya kuokoka uanze kutarajia kukutana nao majaribio na mashambulizi. Utakuwa na majaribio lakini sio kujaribu tu, watakuwa na kushambulia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapo tutaenda kusoma kitabu kile cha Petro wa kwanza 5:8. Petro wa kwanza 5:8. Kwa yule ambaye anaandika
tutaandika kitabu cha Petro wa kwanza 5:8 kuhusiana na habari ya majaribu na mashambulio. Lakini pia tutaandika kitabu cha Yakobo 1:12. Yakobo 1:12. Lakini kwa anaandika tutaandika kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza 10:13. Sasa hapa habari ya mashambulizi na majaribio sisi tutasoma kama masomo mawili. Tutasoma habari ya Yakobo 1:12, lakini tutaanza na Petro wa kwanza 5:12. Msomaji wangu anikimbize kutokana na muda. Petro wa kwanza 5:12. Kwa mkono wa Silwano ndugu mwaminifu, kama nionavyo, niwaandikia kwa maneno machache, waonya na kuashuhudia ya kuwa hii ndiyo neema ya kweli ya Mungu. Simameni imara katika hili. Ndio tuseme 5:8. Rudi hapo 8. 5:8. Muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi kama si. Anasema muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi kama simba angurumaye zunguka akitafuta mtu ammeze. Kwa mshtaki wetu ni ibilisi, na huyu mshtaki ni kama simba. Ametumia mfano wa picha. Simba wote tunafahamu ni mtu ambaye akikosa chakula, ni kiumbe ambaye akikosa chakula anaweza kula chochote, yani kilicho mbele yake. Kwa mshtaki wetu anatuambia ni ibilisi, lakini ibilisi amemtolea mfano, ameweka lugha ya picha ni kama simba, ambao simba sasa anazunguka akitafuta eneo gani utakuwa dhaifu, eneo gani utaacha mwanya, eneo gani ambao utaacha upenyo wa yeye kuingia. Kwa hiyo majaribio yatakuwa hapo, lakini nje ya majaribio kutakuwa na mashambulizi. Majaribio ni kitu ambavyo vinajaribiwa, inawezekana vikabangu usivikaruka, lakini yeye anashambulia jaribio baada ya jaribio. Tutakutana nazo hizo. Kwa kuna muda inawezekana ukapitia changamoto ukasema imekuaje, mbona wale watu wa mataifa ambaye hajaokoka wenzangu wakutana na hizo changamoto, mimi nimeokoka, kwa nini nakutana na hizo changamoto wao wanakutana nazo? Na sasa unajipelekea kama mtu asimama vizuri, ukaanza kujiwekea hofu, ukasema bwana, sasa mimi nakoa shuhuda gani mbele za watu? Kama mimi nimeokoka na tunaendaje kushuhudia watu hizi habari? Lakini haya ni mashambulizi ambayo tumejitakia baada ya kuokoka, na tunatakiwa tupambane nazo. Yaani si kwamba tumejitakia, tumeenda kwenye njia sahihi. Umechagua wokovu, umechagua njia sahihi. Baada ya kuchagua njia sahihi, unatakiwa sasa upambane na hivi vipingamizi na uvishinde. Na tumejifunza silaha zinatoka wapi? Roho Mtakatifu na neno la Mungu. Una silaha ndogo, jipime eneo lako ulipo, ujiongeze. Na unaongezaje? Kusoma neno la Mungu, utafuta Roho Mtakatifu. Unajiupgrade, unapiga hatua. Unajikuta kuna mtu utafika na silaha kubwa ambayo kumwangamiza huyu ibilisi. Kwa ametufurahia lugha ya picha. Twende tukasome kitabu kile cha Yakobo 1:12. Yakobo 1:12, toka hapo kwenye majaribu na mashambulizi. Hiyo ni kipingamizi cha kwanza baada ya kuokoka. Kitabu kile cha Yakobo 1:12. Kwa sababu akisha kubaliwa ataipokea taji ya uzima Bwana aliyomwaidia mpendao. Amen. Kwa hiyo mtu ambaye anavumilia au majaribu. Na sasa ametoa ishara ya taji. Taji mara nyingi wanavalishwa wafalme. Ni watu ambao wamekuwa wamepigana vita, si kupigana tu, wanakuwa wameshinda hiyo vita. Kwa hiyo unakuwa unapigana vita na umeshinda. Kwa hiyo utakutana na hilo taji, lakini mpate tu taji bila kuwa mstamilivu kwenye hiyo vita. Bwana Yesu asifiwe. Kwa inawezekana unapitia changamoto 1, 2, 3 kazini kwako, changamoto za kifamilia, changamoto za kindoa, changamoto za kiafya. Changamoto zipo nyingi. Kwenye hilo eneo umechukuaje hatua wewe kama mlokole? Kwenye hilo eneo wewe umesimamaje? Una silaha ya gani kupambana na hiyo changamoto? Kwa hiyo hii inatakiwa ufanye mwenyewe tathmini. Utajitathmini mwenyewe, utaona hii changamoto nilionayo kwa silaha nilionayo siwezi kufanikiwa, nahitaji nuclear. Nuclear naipata wapi? Ni kwenda kwenye maombi. Ni kutafuta Roho Mtakatifu. Nitajikuta na bomu kubwa ambalo nikilipua hiyo changamoto imefanyaje? Imeisha. Kwa hapo tulikuwa tunasoma kipangamizi cha kwanza cha kumfanya huyu mlokole akaona sasa imekuaje baada ya kuokoka na kutana na changamoto. Tumepitia vitu vya kuzingatia, lakini baada ya vitu vya kuzingatia tupo kwenye changamoto ambazo unaweza kukumbana nazo kama mlokole. Kichwa cha somo ni maisha baada ya wokovu. Maisha gani ambayo unatakiwa uishi baada ya kuokoka? Baada ya kuokoka ukishamkabidhi Mungu maisha yako, vitu gani vya kuzingatia? Maisha gani unatakiwa uishi? Tumepitia vitu vya kuzingatia, lakini baada ya hapo tumekutana na changamoto. Tukasema tupitie changamoto 2 3.
Sasa tupo kwenye changamoto ya kwanza ambayo ni majaribu lakini na mashambulio. Ibilisi anapima majaribu lakini anajaribu na akiwa anashambulia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kipingamizi cha kwanza ni hicho. Cha pili ni kurudi kwenye maisha ya zamani. Kipingamizi cha pili ndio kile point yangu ambayo nilikuwa nazungumzia, kuna maelezo nilikuwa nazungumzia pale. Inawezekana ule mzunguko wako wa maisha umeuacha ule. Baada ya kuokoka ukasema mimi ama rafiki wangu siwezi kutengana nao. Na rafiki ambao nimetoka mbali, nimekaa nao muda mrefu, siwezi kutengana nao. Nitaenda nao kwa jinsi hivi walivyo. Lakini wewe umeokoka, rafiki zako si watu ambao wameokoka. Je, maeneo ambayo mlikuwa mnaenda huko nyuma ni maeneo sahihi kwa wokovu? Ni maeneo ambayo atakutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine? Kwa hiyo unatakiwa ujitathmini mwenyewe. Kwa sasa utajikuta umerudi kwenye yale maisha ya zamani. Ni mlokole ambaye bado unaishi ukiwa mguu mmoja nje, mguu mmoja ndani. Bado hujapunguza wale watu ambao wanakuzunguka. Inawezekana ni watu, inawezekana ni kazi. Uangalie eneo ambalo linakukwamisha, ni eneo gani. Kama ni watu ujaribu kuwapunguza au waekee mipaka. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwekea mipaka, hichi nafanya, hichi kingine sifanye. Na sifanye nikiwa na sababu 1, 2 na 3. Na wao nao watakuwa naamini, wewe jamaa usimguse, ni blokole. Huyu jamaa usimguse, hichi kitu tunataka kufanya labda tufanye sisi, tusimwambie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unajiwekea kinga. Kesho na kesho kutwa kimetokea kitu, wenyewe kwanza wanajiana, hawezi kukugusa. Mimi kuna siku nimekaa hapo nyumbani. Kwanza ni washukuru wale walimu wetu wa Sunday school. Watoto. Kuna kale kabinti changu Alice. Kamekaa hapo nyumbani kwetu nyuma pale. Kuna mama mmoja ana changamoto, ni Muislamu, lakini mara nyingi anakuwa anapata changamoto za mapepo. Kwa akipata hiyo changamoto, mama Alice yupo anamuita. Anakuja na anafanya maombi, anatunzika, anakaa hata wiki. Nakuta baadaye inarudia hiyo hali. Ni mtu ambaye anaishi hivyo. Sasa siku Alice kaenda pale na kucheza na watoto wake, hiyo hali ikamtokea. Nikamtokea mama yuko, anamuuliza Alice. Anambia bwana mama katoka. Alice sasa kikaanza kufanya nini? Maombi ile hali yule dada ikaanza kutokea sasa. Na anakakamana, unakuta tayari ameanza kubadilika. Nikasema kweli Mungu anatenda. Kama Alice ambaye mimi nilikuwa namchukulia ni mtoto ambaye bado, kwa hiyo kina Doli maua yanaenda kwao. Sio? Tumeanza kuandaa watoto sasa, nafika point hata akikemea tayari kipepo nacho kinasema kuna roho, kuna ishara ambayo kuna connection kinaanza kutokea. Sio hivyo? Imetokea pale baadaye sasa nakuja kusimuliwa mimi na huyu, nikasema sasa lakini bado ni hatari, asije akamdaka yale mapepo akampanda, lakini akanani. Lakini baadaye baada ya kumwambia yule mama akaja kutoa ushuhuda sasa kwa mama Alice. Maana leo Alice kaniombea, nimepona sasa hivi najisikia nipo vizuri. Kuna vitu ambavyo tunatakiwa tuviandae kanisani kwetu. Ni vitu ambavyo tunatakiwa tuvipande kama kanisa. Kuna siku nilikuwa naongea na wazee wa kanisa kuhusiana na ibada zetu. Tunatamani ibada ambazo zinakuwa na msimamo ambao zinakuwa na zimekuwa zimesimama kwenye eneo lake. Kwamba hatutaki vurugu. Ukikaa unaabudu neno la Mungu, tunasoma, tunasifu tukiwa wote huko ndani. Watoto sio wanazunguka wanakimbia, hakuna. Tutasimamia hizo ibada. Na kama wazee wa kanisa tumejicommit kwamba tutasimamia hizo ibada. Kwa kama mzazi mmoja inawezekana kikakukwaza, lakini kama wazee wa kanisa tumeenda mbali. Tunajaribu kuangalia kanisa ambalo tunaliandaa kesho. Leo yupo Chilongola, kesho inawezekana asiwepo. Kesho na kesho kutwa Ngezi hayupo. Je, watoto wa Ngezi wanaishi wapi? Wapo Gorani. Ndio tunaandaaje kizazi cha kesho? Tusije tukamtukia mzigo mkubwa mzee wetu mzee kitu. Kesho anakutana na kina Alice ambao tayari wamevurugu. Kina Alvin tayari wapo. Kwa tayari tunamwandalia mzigo ambao hata shida kubeba. Lakini ni wajibu wa mzazi kushirikiana na wazee wa kanisa na mashemasi kuandaa kizazi ambacho kesho na kutwa tunakitegemea kizazi ambacho kitakuwa na matokeo chanya. Sisi tulipofika au watoto wetu waende mbele zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tuko kwenye pointi yetu nisiende mbali kwenye kurudi kwenye maisha ya kale. Baada ya kuokoka kuna vitu gani unakutana nazo? Kipingamizi cha pili tumesema huyu mtu ana uwezekano kurudi kwenye yale maisha ya kale. Anarudije? Ni kwenye ule mzunguko wake wa kila siku. Yamkini ni kazini kwako, marafiki, watu wako wa karibu ambao wanaamini bila wao wewe maisha yako hayaendi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tumepitia kwa upana wake, na naamini unaweza kupata muda wa kuidadavua. Lakini pointi yangu ya mwisho ni upinzani wa dunia. Kwenye habari ya kipingamizi au changamoto ambazo atakutana nazo mwokovu baada ya kuokoka, tumesema huyu baada ya kuokoka atakuwa anakutana na vitu viwili au vitatu.
Cha kwanza tumesema huyu mtu atakutana na majaribu, lakini yale majaribu hayataishia kwenye majaribu, utakuwa na ushambuliwa. Sasa utashambuliwa, ujipimie mwenyewe, upime mwenyewe, je, silaha nilionayo inatosha kupambana na haya majaribu? Kama haitoshi, kitu gani cha kuzingatia? Tumeeleza vitu viwili: Roho Mtakatifu, neno la Mungu. Ukipambana nalo utajiongeza kwenye silaha yako. Ulikuwa na kasira kadogo, unajikuta umepiga hatua. Lakini tukaenda mbali, tukasema point yetu ya pili ni kwamba unaweza ukarudi sasa kwenye yale maisha ya zamani. Kitu gani cha kuzingatia sasa? Ili ni kingamizi ambacho tunakutana nacho baada ya kuokoka. Ni kupunguza ule mzunguko wako sasa ambao unaona unakufahamisha kwenye hilo eneo la kupiga hatua kiroho Mtakatifu. Kwamba hao watu ndio nao, si watu ambao wananishauri kusoma neno. Si watu ambao wananifanya naenda kwenye ibada. Si watu ambao wananifanya napenda kuomba, napenda kusifu, napenda kufanya vitu fulani. Jaribu kupunguza au waekee mipaka. Inawezekana usiwapunguze kwa na wahitaji nao. Sababu labda ni watu wa kazini, ni watu ambao wanatakiwa kushirikiana nao kila siku. Je, unawekeaje mipaka? Kwamba hicho mimi nafanya kitu fulani sifanye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kujiwekea hiyo mipaka itakuandaa wewe kesho na kesho hutakutana na majaribu sasa. Na unafanya eneo ambalo lina changamoto, lakini hautakutana na majaribu kwa sababu umeshaweka hiyo mipaka. Kwa ni kama defensive mechanism, ni eneo ambalo utakuwa umejiwekea kwa ajili ya kujilinda wewe mwenyewe. Lakini point yetu ya tatu tunasema ni upinzani wa dunia. Ni upinzani ambao utakutana nao hapa duniani. Yule jamaa anaokoka hata siku mbili tatu atarudi nyuma. Sisi tunajua wakati waliokoka wamefanya hivi. Kuna maneno ambayo yale wanajipa ya kishujaa, watu ambao uliwaacha. Au tutamuona tu. Ndio? Lakini wanaona siku, miaka, miezi inaenda. Watarudi tu nyuma. Na wanaweza kukutafutia visababu vidogo vidogo vya waone kweli umeokoka kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tunatakiwa, kuna upinzani ambao tutakutana nao na tutegemee kama baada ya kuokoka lazima upinzani utokee ili kutupima sisi. Kwa hapo kwenye upinzani tutasoma kitabu kile cha Yohana Mtakatifu 15:18-19. Kwenye upinzani wa dunia. Yohana 15:18-19. Lakini kwa yule anaandika, anaweza kaandika kitabu kile cha Timotheo wa pili. Timotheo wa pili 3:12. Timotheo wa pili 3:12. Lakini kwa anaandika tamalizia kitabu cha Mathayo 10:22. Kwa sisi tutaenda kusoma kitabu cha Yohana 15:18-19. Iwapo ulimwengu kuwachukia, mwajua ya kuwa mmemchukia mimi kabla ya kuchukia ninyi. Kama mngekuwa wa ulimwengu, ulimwengu ungewapenda walio wake. Lakini kwa kuwa ninyi sio ulimwengu, bali ninyi naliwachagua katika ulimwengu, kwa sababu hiyo ulimwengu huwachukia. Bwana Yesu asifiwe. Anasema iwapo ulimwengu ukiwachukia, mwajua ya kuwa umenichukia mimi. Haya si maneno ambayo tumeyatoa tu, yametoka Yohana. Kwa hiyo lazima tukutane na hizo changamoto za ulimwengu, za dunia. Ulimwengu inawezekana ukakuchukia, ukasema huyu jamaa anatupandisha kwenye mpango yetu. Kwa nini tunataka tutengeneze hii hela? Kwa nini huyu mkole anaingilia hapa kati, hataki hili jambo lifanyike? Kwa nini tunataka tufanye kitu fulani? Kwa nini huyu fulani ameingia hapa katikati? Kwa hiyo ulimwengu unaanza kukuchukia. Lakini si kwamba ameanza kukuchukia wewe. Tunaambiwa ameanza kuchukia nani? Mungu wetu. Kwa wanakuwa hawapo kwenye mlengo ambao uko nao wewe. Hawapo kwenye fikra ambao uko nazo wewe. Anasema tukiendelea hapo, ingekuwa wa ulimwengu, ulimwengu ungewapenda walio wake. Kwa mkuwa ni watu wa ulimwengu, ungekuwa ni watu ambao hawajaokoka, ulimwengu ungewafurahia. Wale watu ambao tuko nao kila siku wangekufurahia. Tunakamilisha hizo dili. Ni watu ambao tunawafanikisha kufanya hivyo vitu ambavyo yamkini ni kinyume cha mapenzi ya Mungu. Kwa anaendelea hapo kusema, bali mimi naliwachagua katika ulimwengu, kwa sababu hiyo ulimwengu huwachukia. Kwa baada ya kuchaguliwa, moja kwa moja unaanza kutengeneza vita na ulimwengu. Unaanza kujiandaa mazingira sasa ya kuchukiwa na ulimwengu. Na ulimwengu si watu wote. Kuna baadhi ya maisha ya kidunia sasa yataanza kukuchukia. Watu ambao walikuwa wanatamani kufanya vitu fulani wataanza kuchukia hiyo hali. Wataona imekuwaje huyu jamaa ameokoka, imekuwaje hivyo? Wataanza kujiuliza maswali, lakini tunakutia nguvu hivi ni pingamizi ambavyo utegemea utakutana nao. Inawezekana vikawa vingi zaidi ya hivyo tulivyoelezea. Ukipata muda wako wa kupitia, unaweza kukutana na pingamizi vingi tofauti na hivyo ambavyo nimevielezea mimi. Kwa hiyo tumeelezea habari ya vitu vya kuzingatia, lakini tukaangalia pingamizi au changamoto ambazo mlokole anakutana nazo baada ya kuokoka.
tumezipitia. Sisi tumeweka kwenye kule vitu vya kuzingatia, tumeweka vitu kama 5, lakini unawezekana ukavipata vingi. Lakini kwenye hizi changamoto sisi tumeeleza 3. Inawezekana ukapata muda wako ukapata changamoto nyingi kwa nafasi yako. Kwa hapo sasa tunaenda kusoma njia au jinsi gani sasa kupambana na hizi changamoto. Tumeelezea habari za changamoto ambazo tunaweza kukutana nazo baada ya kuokoka. Je, nifanyaje baada ya kukutana na hizi changamoto? Baada ya kuokoka, nimekutana na hiyo changamoto ya kushambuliwa na dunia, changamoto sije nimetengwa, changamoto nimefanya nini? Nafanyaje sasa? Kwa leo tutaenda kupata majawabu gani sasa ya kufanya baada ya kukutana na hizo changamoto. Changamoto zipo na lazima tuzikubali. Ukiokoka umetangaza vita lazima ukutane na changamoto. Unaambiwa Ibilisi anapiga vita, anashambulia, lakini anatuma na mashambulizi. Na Ibilisi anaambiwa ni kama simba anakula chochote. Kwa kuna muda inawezekana umelegea sehemu fulani, yeye akapita nacho. Yeye angalia itanitosha kula imekuaje. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sasa lazima tujiandae. Kwa hiyo vitu gani sasa vya kuzingatia au pia za kushindana na haya majaribu ambayo tumeyaona hapo juu? Inawezekana yakawa mengi. Kwa vitu gani vya kuzingatia au njia au taratibu gani za kufuata ili kushindana na haya majaribu ya wokovu? Cha kwanza tunasema ni maombi ya daima. Maombi ya daima kwa lugha nyingine, mwingine anaweza kusema ni maombi yasiyokuwa na kikomo. Maombi ambayo yatakuwa ni endelevu. Mwingine anaweza kaeleza hiyo Kiswahili nzuri. Lakini mimi kwa Kiswahili changu nimepata changamoto, umeomba kesho huko kwenye hali nzuri, anasema bwana yale maombi hapo tembeni. Leo umekutana na changamoto kwenye 2-3 imeisha ile changamoto, ukasema bwana mimi maombi tena sasa hivi kwenye mkesha tena sionekane. Kwa ni maombi ya daima, maombi ya milele au maombi endelevu. Kwa ni jambo la kwanza la kuzingatia ya kupambana na hizo changamoto ambazo tunakutana nazo. Ukiwa na maombi endelevu, shetani akija akigusa tu anakutana ule moto ambao tunatarajia utakuwa nao kama utakuwa ni mtu wa maombi kweli. Sio unakuja kuhudhuria mkesha. Kitu kweli unaikuja ukimaanisha kwamba naenda kutafuta Mungu, nikiamini kwamba Mungu ataenda kufanyaje? Kunitendea. Ataenda kufanya, ataenda kunititia kwenye ile jaribu ambalo namuitia. Bwana asifiwe. Kwa hapo kwenye habari ya maombi ya daima, tutaenda kusoma kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 5:17. Hiyo mtu anaweza akasoma nikaandiko kwa fupi, atasoma mwenyewe kwa muda wake, habari ya ombeni si na nini. Wewe utasoma kwa muda wako. Lakini sisi tutaenda kusoma kitabu kile cha Mathayo 26:41. Kitabu kile cha Mathayo 26 mstari ule wa 41. Sisi tutaenda kupitia hapo kwa pointi yetu ya maombi ya daima. Lakini kwa yule ambaye atakuwa anatamani kuandika, ataandika na kitabu kile cha Wafilipi 4:6-7. Sisi tutaenda kusoma kitabu kile cha Mathayo 26:41. Hii habari ya kukesha ni maombi ya kiroho. Ni maombi ambayo tutegemea ukiyafanya leo, kesho umepumzika. Kesho kutwa unakula, sasa hivi unasema unakula bata. Sio? Leo umefunga wiki 2 unasema bwana chakula bwana inatosha. Leo unafunga mwezi sifiki. Kwa unajiambia mwenyewe, lakini kama uko na hayo maombi ya daima, yanakuwa na kiu mbele yako. Yaani kama mkaazimia kitu kwa kusema na maombi ya usiku. Na wewe moyoni si jambo ambalo linakusa mwingine. Leo moyoni inakuja. Kwa nini leo sijafunga kama hivi? Kwa nini leo kama ufanye hiyo vitu sijafanya? Na kitu gani cha tofauti na ndani? Kwa natafuta hiyo vitu za kupambana hiyo hapo. Kwa maombi ya daima ni jambo la kwanza, maombi ya endelevu. Ni jambo la kwanza la kuzingatia na kushindana na haya majaribu ambayo yanaweza kukutana nayo baada ya kuokoka. Lakini jambo letu la pili au njia yetu ya pili ya kupambana ya kuifuata ili kupambana na haya majaribu ni kulishika neno la Mungu. Kwa pili lazima tulishike ile neno. Neno la Mungu lazima liwe kinywani mwako. Yaani sio neno ambalo ukipita hapo wiki 1, 2, 3 hujapitia hata kwenye Biblia. Vitabu vyetu tunasoma. Kwa wale ambao wamesoma shule wanajua kuna muda unasoma hadi unaingiza miguu kwenye beseni na kabisa na maji ya baridi unadumbukiza ili usilale. Kwa sasa kwa nini Biblia usisome katika huo? Na Biblia inahitaji wewe kuweka beseni la maji. Unasoma pamoja kwa muda wako. Unasoma mstari hivi kuna content. Hakuna mtihani ambao utagewa wala ufanye nini. Kwa hiyo ni wewe mwenye kupata muda wa kufanya revision, kufanya marudio. Kuona je nilipo na silaha sahihi kwa ajili ya mapambano. Tumesema wokovu ni vita, tumetangaza vita. Je, silaha yako inatosha? Kwa hiyo natamani baada ya hili somo ukiondoka hapo ujiulize, je, silaha nilionayo inatosha kwa ajili ya mapambano? Kwa hizi changamoto kupitia silaha yako nilionayo ni silaha sahihi? Kama si sahihi, kitu gani cha kuzingatia? Mwanzo tumejifunza tukasema lazima uwe na Roho Mtakatifu, lakini
kusoma neno la Mungu. Tunajifunza leo kwa wale ambao wamechelewa, na kama umechelewa bahati mbaya, ni maisha baada ya wokovu. Sasa tumejifunza vitu gani vya kuzingatia kwenye maisha, lakini tukapitia changamoto ambazo unaweza kukutana nazo kama baada ya wokovu. Lakini sasa hivi tuko kwenye njia sasa ya kupambana na hizi changamoto. Inaonekana kama nyingi. Tuko kwenye njia ya kwanza tumesema ni maisha, maombi ya daima au maombi endelevu. Lakini kutuko hii ya pili sasa tunaenda ni kulishika neno la Mungu. Kitabu kile cha Zaburi 119:11. Zaburi 119:11. Anasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Moyoni mwangu nimeweka neno lako, lakini sio ameliweka kwa kuwa na hofu ya kumtenda Mungu dhambi. Kwa neno linakuwa kama kinga, inatumika kama ngao. Sasa tumesema Roho Mtakatifu anakuwa ni msaidizi. Kwa kuwa na neno inaambatana na Roho Mtakatifu, utajikuta wewe automatically unaweza kupambana na majaribu. Kwa sababu na nini? Una neno la Mungu, lakini neno la Mungu limepelekwa kwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wanasema sasa hapo pointi yetu ya tatu kutokana na mada yetu tutindie ni ushirika wa Kikristo. Ni yale maombi ambayo ya kuomba tukiazimia sasa ushirika ni kitu ambacho vinahusika na ushirikiano. Kwa inawezekana maazimio au kitu ambacho tumeazimia kama kanisa au kama kikundi cha maombi au kama wazee wa kanisa au kama mashemasi, ni eneo lipo umeazimia kufanya kitu fulani. Je, mnafanya kama ushirika? Tuna maombi yale ya kiroho tunayafanya kwa pamoja. Kwa wanasema ushirikiano wa Kikristo au ushirikiano wa Kikristo, njia ya tatu ya kupambana na majaribu. Tunasema hapo tutaenda kusoma kitabu cha Waebrania 10:25. Waebrania 10:25. Lakini tutaenda kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume kwa yule anaandika, Matendo ya Mitume 2:42. Matendo ya Mitume 2:42. Lakini kwa anaandika ataandika kitabu cha Mhubiri 4:9-10. Kidogo atakuwa amepata picha kwenye habari ya ushirikiano wa Kikristo, njia ya tatu ya kupambana na majaribu baada ya kuokoka. Kwa sababu tutaenda kusoma kitabu cha Waebrania 10:25. Insist usiache. Kutokuacha ni amri. Yaani imetolewa si kama ombi tena. Imekuja kama amri au kama oda kwamba tusiache. Inakuwa na onyo. Hiyo sentence inakuwa na onyo mbele yake. Kwa maana hiyo ndipo mjeni kiacha nipate madhara gani. Kwa hiyo usiache ni kama imekuja kama agizo. Kwa hiyo tusiache kukutanika. Na mnakutana mkiwa na maadhimisho. Hii ndio njia pekee ambayo tutafanya sasa tutapambana na haya majaribu ambayo tunakutana nao baada ya kuokoka. Kwa baada ya kuokoka tuna hizo pekee ambazo tumesema tunazipitia zitatusaidia kupambana na haya majaribu. Lakini nikimbia hapo njia yangu ya nne ya kupambana au kushindana na haya majaribu ni kumtegemea Roho Mtakatifu. Kwa mwanzo tumejifunza Roho Mtakatifu ni msaidizi, anatuongoza kama tunasema ni kama taa ambayo inatuvutia njia yetu ambayo tunaipita. Lakini sasa bila kumtegemea yeye tutajikuta tumekwama. Tutajikuta tukitumia akili zetu za kibinadamu, kuna muda tutakwama. Katika kwa tunasema bado hili jambo siliwezi na nyanyua mikono juu. Lakini hatutaki kufikia huko. Kama umeokoka, umejifunza, una Roho Mtakatifu, unasoma neno la Mungu, automatically unajikuta unapambana, unakuwa na Roho Mtakatifu. Sasa hapo kutegemea Roho Mtakatifu, tunaenda kupitia haraka kitabu cha Yohana 16:13. Lakini kwa anaandika katika kitabu cha Zekaria 4:6. Zekaria 4:6. Lakini kwa anaandika tamalizia kitabu cha Warumi 8:26. Warumi 8:26. Sisi hapo tutaenda kusoma kitabu cha Yohana Mtakatifu 16:13. Nasema, lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe. Hata nena inaechi. Hata nena kwa shauri lake. Yeye alikuwa anakanusha hiyo sentence. Hata nena kwa shauri lake yeye mwenyewe.
lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha zake. Kwa utakuwa ni mtu ambaye unajua kitu gani kinaendelea. Kuna vitu yamkini visitokee leo, kesho na kesho kutwa, ukawa na hiyo kinga ya maombi. Maombi tunasema ni kinga, au ni kama reserve, ni kama akiba kwa lugha nyingine. Kwa unapoweka akiba kesho na kesho kutwa, kwa sababu ulikuwa na maombi yako, ukienda mbele za Mungu ni rahisi kukusikia. Na Mungu wetu anasema njooni tusemezane. Sasa unapoenda kwa Mungu, si wewe unanyamaza kimya. Unachukua utupe, usemezane naye. Kwa kusemezana unachukua uite, akusikilize, akupe majibu yako. Unapataje hayo majibu kama si mtu wa maombi? Kama si mtu ambaye ulikuwa na akiba ya maombi. Leo ukutana na changamoto ya kiafya, changamoto ya kifamilia, changamoto ya chochote, kama ni kazini, kama ukuwa na historia kuwa na maombi, unaendelea kukaba Mungu, Bwana mtuambie hiki kitu kinatokea, mimi akijanitokea kwangu. Ukuwa na akiba hiyo. Kwa hiyo tunajifunza habari ya akiba kwenye maombi. Ukiwa na akiba kwenye eneo lako, umejiandaa kwenye maombi na nini, ukija sasa unaenda kwa mbele za Mungu, unamuita ukiwa na akiba. Kuna kitu ambacho unasema, Bwana, kuna hichi nilifanya. Kuna karama pamoja na vitatu nilifanya. Mimi nilikutolea, mimi nilifanya nini? Unambana kwenye maeneo yake. Kwa hiyo unajikuta majibu yanakuja kwa wepesi. Kwa hiyo pointi yetu ya tumenyeka ya 3 na ya 4 kwenye hayo maeneo ambayo tulikuwa tunapitia kwenye njia za kupambana na hizi changamoto ambazo baada ya kuokoka huwa ndio kukutana nazo. Na tunasema yule ibilisi ni mshtaki wetu. Mshtaki, lakini ni kama simba. Kwa wale ambao walikuwa mwanzoni wanakumbuka. Kwa tumejifunza habari ya maisha baada ya wokovu. Vitu gani tunatakiwa tufanye? Vitu gani vya kuzingatia? Njia gani tunatakiwa tuzifuate? Changamoto gani zinaweza kujitokeza? Lakini baada ya kukutana na changamoto, tumejifunza njia gani sasa za kupambana na hizi changamoto. Mimi nimeeleza kwa eneo langu, inawezekana wewe ukawa na upeo mkubwa, ukaelewa kwa eneo la tofauti na hichi ambacho nimekizungumza. Kwa hiyo nichukue fursa hii niwashukuru kama kanisa, na mimi nimemaliza ndani ya muda.